Habari ya siku nyingine tena. Kwa majina anaitwa Petro James Mwashigala kutoka 100 na siku ya leo tutaendelea na mpango wetu wa kusoma Biblia na mafundisho haya kuhusu namna ya kusoma Biblia. Na siku ya leo ninatamani tuweze kujifunza kuhusu jambo moja linaloitwa ufasiri. Lakini kwa kukumbusha tu, nakumbusha kwamba tuliangalia njia tatu ambazo zinatumika au hatua tatu zinazotumika kusoma Biblia. Hatua ya kwanza tulisema inaitwa utangulizi, hatua ya pili tulisema ufasiri, na hatua ya tatu tulisema ni hatua ya utekelezaji au utii wa neno la Mungu. Kwa hiyo katika hatua ya kwanza kuna mambo ya msingi tuliangalia yale maswali 6 ya msingi, lakini pia unaweza kuongezea kanuni. Mambo haya 4 yanaweza kusaidia unapofanya uchunguzi. Ni muhimu pia kujua muundo, ni muhimu pia kujua mtindo wa uandishi, ni muhimu kujua kusudio la mwandishi la kwanza la awali ambalo alikusudia, kwa nini aliandika. Maana maandiko tunasema yaliandikwa ili yapate kueleweka. Kwa hiyo hilo ni moja kati ya mambo ya msingi sana ambayo unatakiwa kuyajua pia. Lakini pia unatakiwa kusoma neno la Mungu katika namna ambayo haitakutoa katika ule utulivu na usikivu wa neno la Mungu. Hebu tuamie sasa kwenye hatua namba 2 ya kusoma Biblia. Hatua hii namba 2 ni hatua ya msingi sana ambayo ukikosea hatua ya kwanza unaweza ukakosea na ya pili. Maanake usipochunguza vizuri katika hatua ya kwanza kwa kujiuliza maswali, kwa kuweza kuangalia muundo, kwa sababu kila unachochunguza kwenye uchunguzi kitakusaidia unapofasiri neno la Mungu. Kwa hiyo ufasiri ni nini? Hii hatua ya pili ya kusoma Biblia ni ufasiri. Ufasiri ni nini? Ufasiri tunasema ni zile taratibu na kanuni ambazo neno la Mungu liliandikwa ili lipate kueleweka, au ujumbe wa neno la Mungu upate kueleweka na wale wanaosoma neno la Mungu. Na lengo kuu la ufasiri ni nini? Lengo kuu la ufasiri ni ili kupata maana moja tu iliyokusudiwa na mwandishi au na Mungu katika maandiko hayo matakatifu. Kwa hiyo hatuwezi kusema kwamba tunafasiri afu tukawa na maana tofauti tofauti. Ni lazima tunapofasiri neno la Mungu lazima liwe na maana moja tu. Maana ninayojua mimi Mtanzania ndio maana hiyo hiyo ambayo alijua Mathayo, ndio maana hiyo hiyo ambayo alijua hata Luka, ndio maana hiyo hiyo ambayo alijua hata Marko, ndio maana hiyo hiyo ambayo pia hata Mathayo alijua. Kwa hiyo kama hatuwezi kuelewa maana ya Mathayo alivyoandika, hatuwezi kulielewa neno la Mungu. Kumbuka, neno la Mungu liliandikwa ili lipate kueleweka. Ukisoma Kumbukumbu la Torati 29 kuna maneno ya muhimu pale, anasema yale yaliyofunuliwa ni ya kwetu sisi na watoto wetu, lakini yale ambayo hayajafunuliwa ni ya Mungu peke yake. Kwa hiyo yale ambayo yameandikwa, tunajua Biblia ni ufunuo kamili. Kwa hiyo yale yaliyoandikwa kwenye neno la Mungu au kwenye Biblia ni maneno ambayo yanaeleweka na yanatakiwa kufahamika kwa kila anayeyasoma. Sasa ni taratibu gani na mbinu gani zinatumika tunaposoma kwenye sehemu ya ufasiri hii? Kuna maswali ya msingi ambayo tunajiuliza. Kwanza tunajiuliza, mwandishi anamaanisha nini? Ni muhimu kujua kwamba mwandishi anamaanisha nini kwenye neno hilo unalolisoma. Lakini pili, ni lazima ujue andiko hili lina umuhimu gani? Kwa nini mwandishi aliandika andiko hili? Lina umuhimu gani kuwepo hapo? Lina umuhimu gani? Au kwa nini andiko hili liliwekwa mahali hapa? Yaani unaposoma ni lazima ujiulize maswali hayo. Lakini mwandishi huyu ambaye aliandika neno hili, ambaye labda ni Mathayo au Luka, alikusudia nini? Alikusudia nini wakati anaandika lile neno la Mungu? Kwa hiyo ni muhimu sana wewe kama msomaji kujua kusudi pia la mwandishi huyo. Lakini pia hilo neno unaposoma unajaribu kuangalia lengo lake lilikuwa ni nini. Huyu mwandishi alipokati anaandika, lengo lake lilikuwa ni nini hasa?
ni jambo la muhimu, au kitu gani ambacho katika andiko hili ni cha muhimu ambacho mwandishi anakusudia mimi nipate kuelewa. Kwa hiyo swali hili ni la muhimu. Ukisoma katika muundo wa maswali hivi itakusaidia wewe mwenyewe kama mfasiri au msomaji wa neno la Mungu upate kuelewa maana. Lakini pia yako mambo ya muhimu ya kuzingatia. Jambo la kwanza, neno kama tulivyozungumzia, neno la Mungu lina maana moja. Lakini pili, neno la Mungu linapaswa kueleweka kwa wasomaji. Linapaswa kueleweka. Yaani neno kama neno la Mungu linapaswa kueleweka na lina maana hii moja. Ni mambo ya muhimu sana. Na tunaposoma neno la Mungu tujue kwamba hatutaingiza maana yetu ndani. Ni jambo la kuzingatia pia. Hatupaswi kuingiza mawazo na akili zetu kwenye neno la Mungu, bali neno la Mungu linapaswa kutupa sisi mawazo na mtazamo wa namna ya kuishi. Lakini pia katika neno la Mungu kuna wakati limegusa hisia, limegusa mambo mbalimbali ya kimtazamo. Kwa hiyo ni muhimu ujue kwamba neno la Mungu linagusa maisha yetu ya moja kwa moja ya kila siku ya maisha. Kwa hiyo ndugu zangu, ni vema tukifuata taratibu na kanuni za namna ya kupata maana ndani ya neno la Mungu, kwa sababu unakumbuka waandishi wa neno la Mungu waliandikwa na ile maandishi yalisomwa na watu wa kawaida kabisa, na walipaswa kuelewa yale ambayo walikuwa wanasoma. Kwa hiyo nafikiria kama Mathayo alipowaandikia Wayahudi, bila shaka alipokuwa anawaandikia Wayahudi walielewa kitabu cha Mathayo. Ndio maana alipoanza na ukoo wa Daudi, bila shaka walijua kwamba anayefuata hapo ni Masihi. Kwa hiyo ni muhimu sana hata sisi tunaposoma lazima tusome katika muktadha ule wa kueleweka kwa lugha. Mfano, Mungu tunasema alitumia Roho Mtakatifu kuandika neno la Mungu, ambaye alikaa juu ya watu hao waliokuwa wanaandika neno la Mungu. Lakini Mungu alitumia lugha zao, alitumia mtindo wao wa uandishi, alitumia tamasali zao za semi kuweza kufikisha ujumbe wake. Lakini ujumbe uliokuwa umeandikwa uliitwa neno la Mungu. Kwa hiyo tunatumaini kwamba katika kusoma Biblia lazima tutaangalia miundo, tutaangalia mtindo, tutaangalia maana iliyokusudiwa na wale watu wa awali na mambo mengi kabisa katika sehemu hii ya ufasiri. Kwa hiyo katika kipindi kinachofuata tutaanza kuchambua kanuni moja hadi nyingine ya ufasiri wa neno la Mungu. Kwa hiyo baki hapo naendelea kutufuatilia kwenye kurasa zetu hizi za 100 Forward Publishing.